Wapo wamiliki ambao wanapitia changamoto mbalimbali kupitia madereva wao. Yaani umeona hii sekta ya usafirishaji ina changamoto nyingi sana. Wewe unaweza ukawa mmiliki leo, lakini ukishamiliki gari zako 2, 3, 4 mpaka 5, 10, 20, kuna madereva wana changamoto. Katika utendaji wako wewe kama mmiliki, unapitia changamoto nyingi sana. Sijui unaelewa vizuri? Na sisi madereva tuna changamoto zetu ambazo tunapitia kwa wamiliki wetu, baadhi, kwa sababu sio wote. Wapo wamiliki ambao mnachokubaliana kile kidogo, akikwambia labda mfano na kulipa 400,000, hiyo 400,000 yako unaipata kwa wakati na hakuna kona kona. Lakini wapo baadhi ya makampuni ambayo akikwambia na kulipa 400,000, atatafuta kila sababu. Wakati unarudi kutoka Kongo umekaa miezi 3, sawa? Anataka ajue ni namna gani huu mshahara wa 400,000 wewe labda miezi 2 usiupate. Atakagua gari, booster, sijui nini, tairi, vitu vingi sana. Anasahau kwamba hiyo gari wewe unabeba mizigo mikubwa, lakini miundombinu yetu ndo kama hivyo ilivyo. Leo dereva, baadhi ya makampuni dereva tairi imepasuka anakatwa, ananyima return mileage, ananyima mshahara kwa sababu ya uholela ambao upo. Kwa tukitaka kwenda kufanya mabadiliko, tuangalie haya maeneo yote, upande wa wamiliki na upande wetu sisi madereva, ili tukishakuwa na mfumo ambao mmiliki akiwa na uhakika kupata dereva ambaye kafanyaje, kanyoka, tutakuwa na uwezo kumwambia na yeye afanyaje, anyoke. Na sisi madereva tunyoke, ili hao wamiliki wauni tusifanyaje, tusiwe nao. Na kama tuna wakati, narudia tena kwenye voice hii, kama kuna wakati ambao ni sahihi kwa madereva kujitambua, ni wakati huu. Huu wakati ukibadilika tutapata wakati tena mwingine. Sasa hivi tuna madereva wanahitajika sana. Kwa huu ndio wakati tujiweke tuwe smart. Lakini wakati huu tutautumia vibaya. Kuna mtu mwingine kila trip anaenda na gari nyingine ya kampuni nyingine. Anaenda kwenye kampuni, anauza mafuta, anaacha gari, anaenda Dar es Salaam anachukua gari ya kampuni nyingine, anauza matairi, anaacha gari. Yaani kama kampuni ya gari hii hapa kaiacha Tunduma, au nyingine labda anaweza kaiacha Makambaku, anachukua gari nyingine anakuja kuiacha Tunduma, anachukua gari nyingine anaenda kuiacha Kasambalesa, kwa sababu kuna uhuru na madereva wanafanyaje, wanahitajika. Kwa hiyo sisi nani wa kujisimamia? Ni sisi. Na ili tuweze kupata haya mabadiliko ni lazima tuwe very smart, kwa sababu jambo bora lazima libebwe na watu walio bora. Kuna baadhi ya madereva wanatuharibia, lakini kuna baadhi ya wamiliki hawako smart katika kujali kazi zao, kwa sababu hakuna kampuni pasipokuwa na dereva. Naam. Kwa wakati huu tuliofika sasa, tunaweza kuzungumzia sasa kuingia kwenye mifumo ambayo, kwa mfano tuna mfumo sasa wa dereva Tanzania. Tukiwa na mifumo ile, tukaingia kwenye database ya madereva, tunaweza tukazalisha madereva ambao ni sahihi. Ukisha kuwa na dereva ambayo yuko kwenye database ya madereva, hawezi kutoka mahali akiwa ameharibu akaenda mahali pengine akapokelewa, haiwezekani. Inapaswa sasa waajiri, serikali pamoja na madereva tujoin, tuwe kitu kimoja, kutengeneza dereva bora na si bora dereva. Tutafute madereva ambao wataenda kwa usahihi kuingia kwenye database ya dereva Tanzania ambayo ipo, na tuikubali kwamba ile database si kwamba ni adui wa dereva, bali ni kitu ambacho kinamtengenezea dereva uhalali wa kuwa perfect, sahihi, kuwa kwenye usahihi. Sahihi kabisa. Lazima ukiwa kwenye database ndio itakayoenda kukutetea kupata leseni kwa urahisi. Database ndio itaenda kwenye vyuo kuangalia vyuo viko sahihi. Database ndio itakaozuia kutoka kwa leseni feki na vyeti feki. Sahihi kabisa. Kwa hiyo mimi ni washauri sahihi kabisa waajiri wetu, serikali yetu, jeshi la polisi, LATRA, wizara ya uchukuzi pamoja na vyama vya madereva, tukutane pamoja ili kutengeneza kitu ambacho kitamweka dereva kuwa sehemu moja, kuipa nguvu dereva Tanzania ambao ni database ambayo tayari ipo. Dereva, ni kushauri dereva wa Tanzania, kubali sasa kutoka analogi kwenda digital. Sasa tunahitaji kwenda kwenye database ya dereva Tanzania ili kupata vitu ambavyo ni halali.
Ukiangalia sasa hivi dereva anatakiwa afanye mtihani wa shule, atoke aende afanye mtihani wa LATRA, atoke aende afanye mtihani wa RTO. Hivi vitu ni vingi sana kwa kitu kimoja ambacho huyo dereva ana familia ya baba, mama na watoto, ana familia ya taifa lake, ana familia ya kampuni yake, ana familia ya jeshi la polisi barabarani na usalama wa watu wengine pamoja na wanyama. Dereva ni kiungo muhimu, dereva anapaswa atambulike. Ni shauri na nchi yetu ya Tanzania, twende tukamtengeneze dereva na si kumkandamiza dereva. Mimi yangu ni hayo. Shukrani. Asante sana. Asante sana. Twende tukamtengeneze dereva na sio kumkandamiza dereva. Taasisi zote za madereva tunapaswa kuwa kitu kimoja, lakini chombo ambacho kinaweza kumkomboa na kumtetea dereva ni dereva Tanzania kwa umoja wetu. Umoja wetu ndio nguvu yetu. Asanteni sana.